Ina maana unavyotembea kuangalia, huna tahadhari hata unapopita. Unachowaza ni makopo yako tu ndio unaona thamani Unatembea hujali, ona sasa nimekumwagia maji kwa upumbavu wako. Yaani watu wengine wanapenda kuharibiana siku kweli Nimekumwagia sasa maana ndio unachotaka uangalie hata unapoenda. Unatembea unaangalia juu, sijui ni stress yako ya makopo au maisha yamekushinda. Mpaka unapita barabara unashindwa kuwa makini na njia. Makopo tuangalia na usalama wako, utakufa siku nyingine mbwa wewe. Kubwa zima linaokota makopo, kazi za kufanya vichando unafanya wewe. Au vivyo kufanya kazi, wanaume wote hapo viwandani wanafanya kazi. Nyumba kibao hazina saidi ya fundi, unajiendekeza tu kuokota makopo. Hiyo mikono umepewa nini sasa? Bora ukatwe kilema. Maana uitendee haki kama mwanamume. Hebu toka hapo usintumbulie macho. Mwanaume una haya wewe. Hebu naenda hapo sijenga kumwagia maji mengine mimi. Ovyo. Nesi kama ndoto nayopitia magumu misoto, inatoka ile inakuja mpya changamoto. Ndo dunia na bado kuna muda sina kosa nazurika, yanabaki machozi bubujika. Mbona kwenye dunia nahangaika sana, hivi lini hivi vitu vitakwisha? Na kuna muda nataka kukata tamaa, si kawaida kwetu kulala na njaa. Na ndugu zetu si washatukataa, wakatuacha kiza kwenye mataa. Haya poa shoga yangu. Shikamoni. Marahaba, ujambo? Jambo, samani nauza kalanga. Haya, asante. Shilingi ngapi? 100. Nipe 2. Asante. Haya mwaya, karibu. Haya. Hivi wazazi wengine wapoje jamani? Shoga yangu acha tu. Haya maisha yana siri kubwa sana. Na huwezi jua hali ya maisha huyu mtoto. Huenda hali ya maisha yao ni ngumu sana, huenda hata wazazi wake hawajiwezi. Kwa hiyo kwa watoto wanaojiongeza, huwa wanaingia mtaani kufanya biashara ndogo ndogo zinazowaingizia riziki ili tu kukidhi mahitaji yao. Mimi nampongeza huyu mtoto, alafu ana umri mdogo sana kwa biashara hii. Hata kama ni ugumu wa maisha, ndio mpe mtoto mdogo deli vile na jua kali hili aanze kuuza kalanga. Kweli? Yaani mimi siwezi nikamruhusu mtoto wangu anitafutie chakula hata kama nikiwa na hali ngumu kiasi gani. Ukute mama saizi kakaa kanyosha viguu, mtoto anahangaika na jua udugu. Yaani umri wa yule mtoto sijaona kabisa kama amefikia umri wa kufanya biashara. Na sidhani kama anasoma yule. Maana angekuwa anasoma wenzie saizi wako shule. Tuachane na shoga yangu, si tuendelee nayo kwetu. Shoga yangu, acha mimi niende nyumbani kwanza nilishe bana. Tunaelewa tena. Poa shoga yangu. Toka asubuhi nimeuza 200 tu. Maisha yamekuwa magumu na biashara nayo imekuwa ngumu. Lakini kwa nini sisi tunaishi maisha magumu, mimi na kaka yangu? Wazazi wetu hawajawahi kurudi toka walivyoondoka. Wametuacha mpaka leo, hawana hata muda na sisi. Maisha tunayoyaishi kama watu wa mtaani. Mara tulale njaa, muda mwingine tunakosa hata mahitaji ya nyumbani. Lakini kwa nini inakuwa kwetu tu sisi? Wenzangu wote ninaosoma nao wanaenda shule kwa wakati, lakini mimi changamoto zote ninazozipata huko barabarani inanilazimu hadi nilale darasani. Mungu, naomba basi hata na sisi tukumbuke hata kwa kidogo, na sisi utubariki. Haya maisha tunayoyaishi ni magumu sana.
King'ong'o. King'ong'o. Wewe tena. Kama nikajiuliza, huyu mtu mkubwa kwenye ndoto ananikimbiza nani? Na laiti kama ningejua ni wewe, ningekupiga makofi. Madevu, nimesha kwambia, mimi kufanya biashara na wewe sitaki. Kwa sababu wewe ni mtata na kuelekeza kila siku, lakini unajiona mwamba. Sasa ili ujue kama mimi sina shida na makopo yako, leo sinunue makopo yako. Sasa kitu ambacho ukijue, na makopo kibao, hata usiponiletea mimi sipokei chochote. Mimi nafanya kazi na watu wengi, ila wewe unajifanya mdomo sana. Yaani wewe juzi umetoka hapa, huko mtaani sina nikakuuliza kuhusu mimi. Umeniongelea unavyojua wewe. Kakaangu, mbona unasema yote yao mimi siyafahamu? Kuna nini kwani? Na ni nani wewe nimempelekea maneno kuhusu wewe? Alafu kiukweli mimi hakuna mtu hata mmoja ambaye nimekaa naye au tumekaa wote tukaongelea wewe. Na kwa nini tukuongelee? Sasa nakwambiaje? Mimi makopo yako leo siyanunui. Angalia sema kuyapeleka. King'ong'o, hebu jaribu kuwa mpole, unisikilize na mimi ninachoongea basi. Yaani Madevu, ngoja nikwambie, hakuna mtu ambaye hakujui. Yaani hapo natia huruma wakati wewe ni mnafiki. Alafu makopo yako yenyewe unaniletea, hata ukiauza hayauziki. Mimi nakuonea huruma, nakupa hela angalau ukale, lakini bado natangazia mbaya kwa watu. Hebu jaribu kunisikiliza basi mzee wangu. Akusikiliza nani mshamba? Yaani kama ulikuwa unataka shida ungesoma. Sasa hivi ungekuwa unahesabu miela mingi kama mimi. Lakini juhudi yako ilivyokuwa ndogo shule imekushinda. Ona sasa maisha na waishi, unatusumbua tu watu mtaani. Yaani wewe unategemea makopo ndo ule. Sasa sikilize. Makopo yako mimi siyataki. Peleka huko unapojua wewe. Alafu msikilize. Kuanzia leo nakupa last warning. Don't come back again in my office. Madevu, nakutamani nitakubaka. Okay, sawa. Toka mbele ya macho yangu. Madevu, narudia tena, usirudi katika ofisi yangu, na roho mbaya. Toka. Usinitikisia makalio hapa. Kushtuana tu. Naisi kama ndoto nayopitia magumu misoto, inatoka ile inakuja mpya changamoto. Hii ndo dunia. Kaka, leo biashara ilikuwa ngumu sana, ila nimepita kwenye kijio cha bodaboda, nimeuza karanga za 2000 na nimejinyima sijala chochote, ili mradi nije na hela tule wote. Safi sana mdogo wangu. Na huwa nina furaha sana kwa sababu mdogo wangu una moyo wa kipekee sana. Na kiukweli siku ya leo sikufanikiwa kuuza kabisa ya makopo. Hivyo hapo unapoona sijapata hela yoyote mdogo wangu. Yaani nimerudi niko mimi kama mimi. Alafu kwenye jiko si mafuta yapo. Na mkasi upo unatosha kabisa ule, si ndio? Ndio, unatosha. Okay. Sasa cha kufanya hapa, wewe hiyo hela nenda kachukue vitu vya kupika tuje tule, maana kakako nina njaa sana. Unielewa? Sawa kaka, ngoja nikaeke deli ndani nikachukue hivyo vitu. Okay, sawa. Hivi kaka, baba na mama wako wapi? Maana tangu ulivyoniambia wameenda kufanya kazi South, hawajawahi kurudi, na kila nikikuuliza unasema watarudi. Pia ulisema unawasiliana nao, lakini mimi niliongea na mama mara moja tu na haujawahi tena kunipa simu niongee naye. Au mama anipendi, afikiri chochote kuhusu mtoto wake, na baba naye atupendi? Au kama hawataki kurudi basi twende na sisi tukaone huko mama na baba. Toka nimekuwa sijawahi hata kuwaona sura zao. Au sisi washatutenga? Na kwa nini waliniacha tokea nipo mdogo na hawataki kuniona?
wangu mie nitumie hata hela ya shule, hawanipi hata hela za matumizi ya shule. Kaka, unaenda wapi? Mama, hivi kwani unaondoka mapema? Umemwacha mwanao akiwa mdogo mpaka hivi sasa amekuwa. Sasa kwani umeondoka wakati mwanao hata hajai kukuona? Mwanao anamisi sana kukuona, anatamani sana ajue ulipo mamangu, lakini akabaki kuamini tu maneno yangu. Upo safarini na utarudi. Haikupita hata wiki baada ya kifo cha baba, na wewe ulituacha mimi na mdogo wangu akiwa mdogo sana, hakufanikiwa kuonja hata ladha ya maziwa yako. Mama, naomba urudi hata mara moja uongee na mwanao. Naumia sana kuona mdogo wangu anatamani kuwa na wewe. Nyumba mliotuachia ndugu waliuza na wakagawana, akatutelekeza kujali chochote kuhusu sisi. Tunaishi kama wanyama. Yote hii kwa sababu wazazi wangu hampo. Natamani muone tunavyoteseka na kunyanyasika. Mama, na sehemu ambayo nilikuwa nikifanya kazi nilifukuzwa pindi nyinyi yote mmefariki. Ndo dunia. Mbona? Hivi jana kwenye hela simebaki 500? Ndio kaka. Hiyo 500 ilobaki naomba ujibalance. Chukua mandazi 5 ule sasa hivi asubuhi na mchana. Kwa sababu mimi naenda kupambana hapa. Nikauze ya makopo. Kwa mimi nitajua nitakula vipi, lakini wewe maelekezo nilokupa yafuate mdogo wangu. Umeelewa? Sawa kaka, mimi nakuombea kwa Mungu upate hela zaidi unayotarajia. Amina mdogo wangu. Mwenyezi Mungu afanye pesa na iwe hivyo. Basi uwe makini, mimi naenda kufanya biashara huko. Preva ndugu yangu, hivi unajua maisha yangu yamezidi kuwa magumu sana. Kwa sasa hali yangu ni mbaya sana, hadi nashindwa cha kufanya ndugu yangu. Yaani kiufupi ndugu yangu, nilipofikia kwa sasa hadi nakata tamaa ya kuishi. Yaani kwenye dunia nisi nimetupwa, nisi nimelaaniwa, yaani sielewi. Nilipofikia kwa sasa hivi, najiona sina hata sababu ya kuitwa mimi mwanaume. Sababu na kinachonihuzunisha, kila napoelekea watu wanikataa. Ndugu zangu ndio hivyo wamenitenga, sina msaada naopata kokote. Sina thamani. Ndugu yangu mimi nachanganyikiwa. Na kingine kaka yangu, jana nimeenda kwa King'ong'o pale kuuza machupa. Nachoshangaa ananiambia kwamba mimi namtangazia anafanya vibaya kwa watu biashara yake. Huwezi amini, tangu jana nimeenda kupeleka machupa ya hapo, kanigomea mimi kumuuzia. Imagine mimi nitaishije maisha sasa hivi? Na unajua kabisa maeneo tunapokaa yeye ndo peke yake ananunua machupa, na mimi sina biashara nyingine. Nakula nini? Ninapokuambia mdogo wangu jana, kaka mimi sielewi ya maisha yanavyoelekea, sielewi. Madevu, mpaka hapo ulipofikia hautaki kukata tamaa kabisa.
na usijione wewe sio kitu Madevu. Kuna sababu kubwa ya wewe unaopitia mpaka sasa. Huenda kupitia wewe mmoja kuna watu zaidi ya 1000 wanajifunza kutoka kwako. Kwa hiyo usikate tamaa ndugu yangu, endelea kupambana. Na umesema Kingonga kataa kupokea mzigo wako Basi ondoa shaka. Milo niachie mimi. Mimi yule namuweza. Akiniona mimi atapokea mzigo wako. Kaka Flavor, kwa maneno aliyoongea jana yule jamaa, yaani sidhani kama atapokea haya machupa. Yaani sidhani kabisa. Na unajua kabisa yule mtu katoka kijijini, maisha ndo kajulia huko, alafu tu kupewa nafasi ya kukaa pale kuingiza 200 300, basi anamdharau kila mtu. Wewe unafikiri atakubali mimi nimpelekee machupa kwa siku ya leo? Yaani kaka ni ngumu, yaani ngumu. Mimi wewe unajui mimi ninachokipitia ndugu yangu. Mimi mpaka sasa hivi ninakwambia mimi sijala chochote. Na sina hela yoyote. Sababu ya chupa yenyewe ndo nimeenda kuyauza jana kayagomea. Kwa mimi nimelala jana kanga mimi nachanganyikiwa Flavor, mimi nachanganyikiwa ni maisha hivyo. Madevu, wewe usijali, nisikilize mimi. Mimi yule kwangu ni mtu sana mwepesi. Yaani akiniona mimi lazima atachukua mzigo wako. Niaminie ninachokwambia. Twenzetu. Mamkale, kusema kweli nimekumesa. Naomba leo uje. Afisa leo kizuri zaidi. Yale makopo tunawafanyaga yale nimeyapandisha juu kabisa kwa hata wakiwepo. Leo watasikia sauti za watuoni. Njoo saa 6 sawa? Amte subiri. Kuna kitu kipo sawa. Flavor, mwambie ile jitu lako, sitaki kuliona litanipa kesi. Na bado kuna muda sina kosa nazurika. Yanabaki machozi